Good morning. I'm Simeo Dennis, the groom-to-be. I'm so much proud of this day, and appreciate God for making this day come the way it has come. So we pray that God will guide us through the journey has started, and all glory and honor will be unto Him. We appreciate for all we have gone through. God has strengthened us in so many ways. We are hoping that that's will continue. So I wish that the day will be good, and I also want to thank my line members for giving me support, for the love, and for anything that you have shared towards this day. May God of heaven bless us. Those few words, I wish to thank the Almighty God, friends, parents, guardians, colleagues, and more so the church for making this day the way it is going to be. Thank you. Hello, I'm Modesty, and I really thank God for this day that He has granted unto us. It's been a very long time that we've been anticipating for this, and for sure God is good, for this day has come. I'd like to thank my parents together with my family and the whole community for standing with me throughout and being there when I needed them. Also, I thank my fiancé for also supporting me and for the love that he has been giving to me. And I'm hoping that from today at noon, God will grant me the ability to be called Mrs. Dennis. I really thank God. I love you, Dennis, and forever I will love you. Leo ni siku njema ambayo Mungu ameifanya, ni kwa ajili ya kuifanya siku hii ya kupeana msichana wangu kwa ukoo wa Huya kwao. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa maana amekuwa mwaminifu katika hii safari. Na kushukuru Mungu kwa sababu ya msichana, amejilinda, ameniheshimisha. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili yake. Kwa hivyo Modesty, nasema ya kwamba ukabarikiwe, Mungu akakuongoze, Mungu akakutende makuu. Unapoingia katika nyumba yako, uende ushike nyumba yako kwa mikono miwili. Uwe mwanamke wa bidii vile vile umekuwa katika huu mji. Uzidi, ukapanue kule unaenda. Hebu enda ukapanua huo mji. Jinsi unaupata, usiache hivyo. Panua siku baada ya siku na utaitwa mwanamke wa baraka. Nataka uishi maisha ya mwanamke wa Proverbs 31. Wacha ukakue huyo mwanamke. Na mji ambao utaenda hauta regret. Mume wako hata regret kamwe. Mtaitwa wabarikiwa, mtabariki wengi katika ulimwengu huu, na itakuwa baraka kwenu. Na ubarikiwe Modesty. Unapoingia katika nyumba yako, ingia na furaha yote, ukawe furaha katika nyumba yako, uwe siku zote kicheko, kicheko, kicheko. Jipe jina zuri kwa jina la Yesu. Amen. Modesty, barikiwa. Mwana wa Meri ni shiko hero.
wa mberi bayaye ko wana wa mberi nishikwero wana wa mberi bayaye wana wa mberi bayaye wana wa mberi nishikwero wana wa mberi bayaye wana wa mberi bayaye ko wana wa mberi nishikwero mundu ku mundu shirenge tu wana wa mberi bayaye wana wa mberi bayaye wana wa mberi nishikwero wana wa mberi bayaye wana wa mberi bayaye ko wana wa mberi nishikwero wana wa mberi bayaye wana wa mberi bayaye wana wa mberi nishikwero wana wa mberi bayaye wana wa mberi bayaye ko wana wa mberi nishikwero wana wa mberi nishikwero wana wa mberi nishikwero Bembo mukhasi wangoyo mbemukhasi Usime wange we kumoyo Bembo mukhasi wangoyo mbemukhasi Switi we kumoyo kwange Bembo mukhasi wangoyo mbemukhasi Maiwe babana bange Bembo mukhasi wangoyo mbemukhasi Nitaishi naye ni mtunze Bembo mukhasi wangoyo mbemukhasi Nimufishe pete la upendo Bembo mukhasi wangoyo mbemukhasi Nitaishi naye ni mtunze Bembo mukhasi wangoyo mbemukhasi Nimufishe pete la upendo Bembo mukhasi wangoyo mbemukhasi Usime wange we kumoyo Bembo mukhasi wangoyo mbemukhasi Bomukhasi wangoyo Bemukhasi wangoyo usale babana bemukhasi Bomukhasi wangoyo Bemukhasi wangoyo usale babana bemukhasi Papa mbomukhasi wangoyo Bemukhasi Mayimbo mukhasi wangoyo Bemukhasi Ngevasana reba boreba Bemukhasi Engevasana oya buoya Bemukhasi Mpenzi wangu ni muenzi Bemukhasi Milele mimi ni mulinde Bemukhasi Musungu nisunguke naye Bemukhasi Mbukusu ni mubosoboso Bemukhasi Mjaluo ni mujale jale Bemukhasi Mumeru ni mumare mare Bemukhasi Mkisi ni mukisikisi Bemukhasi Mkikuyu ni mkuyukuyu Bemukhasi Mkisu ni mguzeguze Bemukhasi Mganda ni mgande gande Bemukhasi Usime wange we kumoyo Bemukhasi wangoyo bemukhasi Switi we kumoyo kwange Bemukhasi wangoyo bemukhasi Maiwe babana bange Bemukhasi wangoyo bemukhasi Nitaishi naye ni mtunze Nimufishe pete la upendo Nitaishi naye ni mtunze Nimufishe pete la upendo Usime wange we kumoyo Bemukhasi wangoyo bemukhasi Bomukhasi wangoyo Bemukhasi wangoyo usale babana bemukhasi Bomukhasi wangoyo Bemukhasi wangoyo usale babana bemukhasi Mumenye mala mwibule bandu Mumenye munema ya wele Mumenye mala mwibule bandu Mumenye mala musomye babana Muoye malosalo musinde Muoye malosalo mohana Kinako malosalo musinde Kinako malosalo mohana Raunda malosalo musinde Raunda malosalo mohana Tikitya mala mwibule bandu Tikitya mala musomye babana Mukosye malohinge lulwiki Mukosye mala mwibule bandu Busime bwange bwe kumoyo Bemukhasi wangoyo bemukhasi Switi we kumoyo kwange Bemukhasi wangoyo bemukhasi Maiwe babana bange Bemukhasi wangoyo bemukhasi Nitaishi naye ni mtunze Bemukhasi wangoyo
nimufishe pete la upendo. Mbe mugasi wangoyo, mbe mugasi. Busime wange bwe kumoyo. Mbe mugasi wangoyo, mbe mugasi. Umusani na wekusi umuhana. Umuhana na wekusi umusani. Umusani na wekusi umuhana. Umuhana na wekusi umusani. Uje 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 uje. Sweetie wangoyo, mbe. 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 Umusani na wekusi umuhana. Sweetie wangoyo, mbe. Sweetie wangoyo, mbe. Uje 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 uje. Sweetie wangoyo, mbe. Sweetie wangoyo, mbe. Sweetie wangoyo, mbe. Umusani na wekusi umuhana. Sweetie wangoyo, mbe. Sweetie wangoyo, mbe. Uje 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 uje. Sweetie wangoyo, mbe. Sweetie wangoyo, mbe. Thank you, my God, thank you today. Oh, yeah, yeah. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh, my God. Oh, man, I thank you today. Every time I wake up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry, because I know your plans are better. Nani apinge, Baba amesema ndio. Nani akatae, ameamua. Nani apinge, Baba amesema ndio. Nani akatae, everybody say ameamua.
signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, Lord, we give you all the praise. hey, we testify. We celebrate. Lord, everything you've Lord, we done. give you all the praise. We testify. We celebrate. Lord, we give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. Come on, say you are the You love. are the love that never leaves. I am here to testify, Lord, Come on. of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for Lord, me. I'm in a loss for words. I'm in a love. I'm in a love for My life is not the same again. We testify. We celebrate. We celebrate for all you've done, Lord. Lord, we give you all the praise. Hey, we testify.
niaba mkuu wake pale. Na waomba wote kwa heshima tukapate kusimama kwa sababu ya kumkaribisha mgeni. Siku ya leo tunaanzisha timu mpya. Tunaanzisha grupu mpya. Na hii sio grupu ya WhatsApp. Hii ni grupu ya maisha.
safari imeanza sawa sawa. Naomba tupeane nafasi. Watoto tafadhali, naomba tupeane nafasi hapa mbele. From zero to hero. Hey! Ashes, tafadhali mtusaidie hapa mbele.
kunyenyekea na kukushukuru na kukupenda na kukuabudu. Mchana na siku ya leo sifa na utukufu zinakurudia Bwana. Umetenda mema, umeinuliwa juu, umebarikiwa sana na tunazidi kukutukuza na kulibariki jina lako. Asante kwa safari ya mbali, asante kwa bwana harusi na bi harusi, asante kwa wachungaji na registrar, asante kwa wazazi, asante kwa kanisa kwa ujumla,
Asante kwa wageni wote. Bwana, tunakukaribisha kwa ibada hii. Tunalialika jina lako takatifu, tukisema unastahili sifa, unastahili heshima, unastahili mamlaka. Wewe ni wa uweza, hakuna aliye Mungu kama wewe. Mchana wa leo tunasema karibu kwenye harusi hii. Karibu Bwana, karibu Bwana wa baraka. Naitwa Pastor David. Kwa neema ya Mungu mimi ndiye pastor wa hili kanisa. Nataka kuchukua fursa ya kipekee kuwakaribisha. Niseme karibuni na nichukue nafasi ya kipekee sana tena kumkaribisha our administrator akuja aseme neno la karibu, kisha haraka kwa haraka tupatie Deno mke wake, la sivyo kazi ya Mungu pamoja na nyumba watoto wetu kudumu. Asante. Tupigie makofi administrator. Wametukaribisha na tunashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa hizo salamu na makaribisho. Ofisi ya clergy, bishops na wachungaji wote, bwana na biharusi, kitengo chetu cha uimbaji pamoja na wazazi wa wageni wetu wa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Amen. Nilijijulisha ya kwamba mimi naitwa Pastor David na nimetaka tu kuja kufanya kazi rahisi hapa ili nimlete registrar afanye kazi. Na kabla nifanye hivyo, nina mke, ningependa tu asimame asalimie mahali alipo. Wewe unajua vipindi vya kuzungumza vipo. Karibu sana. Amen. Asante. Kwa hivyo ukiwa na Biblia yako, kwa neema ya Mungu tuangalie maandiko haya. Mwanzo mlango wa pili. Mwanzo mlango wa pili mstari kuanzia 18 hadi 25. Kwa sababu tunasoma maandiko, tafadhali ningeomba unyenyekevu ili tuweze kumtii Mwenyezi Mungu. Nasoma Mwanzo mlango wa pili mstari kuanzia 18 hadi 25. Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana akamfanyia kutoka katika ardhi na kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu aone atawatajaje kila kiumbe hai. Jina aliloliita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa, ndege wa angani na kila mnyama mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika na nyama mahali pake, na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. 25. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi ya kipekee tumshangilie mtumishi wa Mungu anapokuja. Tumpigie makofi. Tumpigie makofi mazuri. Tumpigie makofi ya afadhali. Asante, asante, asante. Asante.
Kanisa takatifu na wasalimu katika jina la Kristo. Hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Hebu salimia jirani yako, mwambie Pastor Sirengo na kusalimia. Naona wengine nasalimu na wananiangalia kuna shangaa. Nashangaa walikuja nini. Mwambie Pastor Sirengo, hizi salamu ni za Pastor Sirengo. Asante sana. Na wengine hata hataki kusalimia. Bwana asifiwe sana. Watu kutoka Kakamega, hamjambo? Kutoka Kakamega County, hamjambo? Ndio nyinyi kutoka Kakamega? Bwana asifiwe sana. Hebu salimia jirani. Mwambie Pastor na kusalimia. Asante sana. Asante sana. Mimi naitwa Pastor Andrew Sirengo. Nimefurahi kuwa hapa siku ya leo. Siku kuu kati ya Modesty na Bwana Dennis. Thank you so much. Before niseme jambo, let me recognize a few people in the house. They'll just wave because hatuna wakati. Kisha nitafanya ile kazi kubwa ambayo tumepanga kufanya siku ya leo. Nimeona Commissioner Mzee Chonge mahali. Commissioner, asante sana. Hebu mtu akiwepo pia tunawepo, si ndio? Just hata wewe siku moja utasimamishwa mahali na ukiwepo na watu wasikuwevia utafikiriaje? Asante Mzee Chonge. Nimeona Mzee Bengi Wycliffe amekuwa mahali. Tafadhali tuwepo kwake, asante sana. Nimeona Mzee Wabuke mahali ametoka. Asante sana mzee. Nimeona Mzee Richard hapa, tafadhali tuwevie. Asante sana. Wakipata time watatuambia kitu kimoja au mbili. Alafu nimeona mwalimu wangu Madam Margaret Malobi, tafadhali madam simama tujuwevia. Huyo madam tafadhali mwevie, na ikiwezekana mpikie makofi pia. She's a very good lady ambaye ametumikia Mungu kwa viwango mbalimbali. She's a retired teacher of Bwake Girls, one of our great schools, and thank you madam for mentoring that school na ukaileta mpaka hiyo standard. Thank you so much. Tuko na kanisa la Ushindi Life Ministry hapa. Nitakaribisha kiongozi wao ambao wamelea huyu msichana na wamemleta mzima. Sioni kama kuna kitu wamewacha nyuma. Tafadhali kuja hapa mtusalimie kwa ufupi tu. Alafu mturuhusu tuchukue huyu msichana kwa bibi yetu atupikie huko ugali na maharagwe. Bwana asifiwe. Asanteni sana. Kwanza ningependa kukaribisha pastor ambaye amelea huyu msichana. Pastor na mke wake Angela Kuji. Hawa ndio pastors ambao wamepiki kanisa moja ya Ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ameweza kutupa na kuja tu pia salamie. Unajua hii ni harusi, so vizuri salamie. Bwana asifiwe sana. Leo barikiwe sana. Naitwa Caroline Otieno, mkiobisho. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwisho ningependa kusema kwamba asanteni sana. Nimekuwa na wachungaji wote amkeni kumunge mkono jameni. Pastors, kwa sababu mama wa Monde ni pastor in our church, so tumekuja hapa kusimama na mchungaji. Bwana asifiwe. Ushindi team, just greet in the air. May God bless you. Thank you so much, Pastor. Pastor David, tafadhali salimia. Huyo ndiye sasa atakuwa anachunga msichana wenu.
asifiwe. Nilijijulisha mwanzo ya kwamba mimi ni pastor wa hili kanisa. Kwa neema ya Mungu, mimi na mke wangu tuko hapa siku ya leo. Ningependa tena simame kwa sababu alisalamia, lakini tena ajulikane vizuri. Ajulikane vizuri. Bwana asifiwe. Tuinue bendera ya Bwana, furaha ya Dennis na Mode. Bwana atukuzwe. Nawapenda watumishi wa Mungu katika nyumba ya Bwana, Mungu awatende makubwa. Jina langu naitwa Pastor Grace Maureen Wanyoni, nikiwa mama mchungaji. Mungu awabariki sana. Asante sana our brother Dennis kutufanyia heshima kama hii. Namba 2, tuna wachungaji wengi sana wa Friends Church hapa, na wale wachache ambao wamekaa hapa mbele ningependa tu wasimame wawave. Kuna wengine wako kule ndani kwa sababu tuliacha nafasi kwa wageni. Kwa hivyo wachungaji ambao wana nafasi hapa, tafadhali asanteni, asanteni. Quaker Fraternity Friends Church, wale ambao mko hapa, wale ambao mnapokea msichana, wale ambao sasa mtalea kuanzia sasa mpaka Yesu atakaporudi, hebu tuinue mikono. Asante. Kwa hivyo Bwana Yesu asifiwe. I'm sorry, hii sio sauti yangu, lakini nitajikaza mpaka iishe. Nitakuwa na machache tu sababu ya wakati, kisha tuweze kuunganisha ndoa hii ikaweze kukamilika. Ndoa ni kitu muhimu sana. Ndoa ni sherehe, and always a marriage should be a celebration. Whether 2 years, whether 1 year, whether 100 years, marriage should always be a celebration. Kwa sababu hiyo, kama kuna sherehe Mungu anapenda sana, kama kuna sherehe duniani na ambayo Mungu anapenda sana kuhudhuria, sio matanga. You can guess ni sherehe gani? Si ni harusi? Unakumbuka immediately Mungu ametengeneza Eve, alikuwa hapo Adam akipokea Eve, na Adam akafurahi sana. Na ukisoma in the New Testament somewhere in John, Yesu akawa tu ameanza kukomaa. Biblia inasema kwamba sherehe ya kwanza ambayo Yesu alisherekea, aliattend, ilikuwa nini? Ilikuwa nini? Ilikuwa harusi. Na nataka kuambia tena hivi, ukisoma katika Revelation, sherehe ya mwisho ya kufunga jamvi la ulimwengu na dunia na kila kitu itakuwa harusi. Bwana asifiwe sana. Itakuwa harusi kati ya bwana harusi ambaye amejiandaa miaka hii yote na bi harusi ambaye ni kanisa ambaye amejiandaa miaka hii yote. Praise the name of the living God. Amen. And so ni vizuri kusherehekea harusi. Ni vizuri kujipata huko katika harusi, kwa sababu ukiwa katika harusi unaandaa moyo wako, unaandaa njia zako ya kwamba Kristo akirudi, hivi ndivyo nitamkaribisha, hivi ndivyo nitampokea atakapokuwa anarudi. Na kwa sababu hiyo harusi inakuwa tu kati ya mume mmoja na mke mmoja. Mume mmoja huyo ni Bwana Yesu Kristo, na huyo mke mmoja ni kanisa ambayo ni moja. Tunaweza kuwa na makanisa mengi, madhehebu mingi, but hizi madhehebu mingine zote hizi, haja yetu inakuanga tu moja. Haja yetu inakuwa, na akatengeneza mke na akamletea Adamu. Bwana asifiwe sana. Mungu
hakutoa mwanamke kwa shingo. Nasikia watu mnaimba hizo nyimbo sana, ati mwanamke ni shingo. Hiyo ni injili ya uongo, na uongo ule siku moja utakupeleka kwa shetani ama utakupeleka kwa shetani. Mwanamke sio shingo. In fact, mtu yote wakitoa mfupa kwa shingo anakufa. Mahali tu wanaweza kutoa mfupa kwa mwanadamu na akuwe sawa, yuko ubavu peke yake. Anasifiwe. Mwanamke ni ubavu, na mbavu hufanya kazi kubwa sana kwa mwili. Mbavu ndio hufanya mtu ana balance akitembea, anakuwa na stability akisimama, akikula chakula anashiba. In fact, wataalamu wanasema mtu akikosa mbavu sijui atakula chakula kilo ngapi na hata shiba. So ni mbavu zinafanya mwanadamu akikula chakula anashiba. Bwana asifiwe sana. So you will make this man stable. A woman must make a man stable. Because the Biblia imesema sio vema mwanamume kuwa peke yake. Ni hatari. Ni hatari. Ni hatari mwanamume kutembea peke yake. Kuna wanaume wengine hapa Amreka sa ingine sekunda na anakufa. Bwana asifiwe sana. Mimi yuko kwangu, mama mke wangu by the way yeye anafanya kazi na referral hospital, so she could not find time to come with me, lakini alituma salamu, hamjambo. So mimi kwangu huko saa ingine huwa anaenda kwao, na mzuri, my mother-in-law ni mzuri sana. Alikuwa akifika huko achakaa, anamuuliza na nani atapikia kijana yangu. Anamwambia mama sadeti hapo wanaweli ndaseza kuitana. Kufika jioni anamuuliza hebu pika simu huko ujue kama wamekula ama hapana. Kesho yake asubuhi anamtengenezea anampea unga na vitu zake, anamwambia tafadhali sitaki kijana ya wenyewe apate shida, na anamfukuza huko, anarudi nyumbani. Sasa ingine anarudi amekasirika, tunaenda kuona mama nikae na yeye. Inasema hapana, huyo mama ananijali sana. Bwana asifiwe. Mwanamume hawezi kuishi peke yake. Bwana asifiwe sana. Na kuna wanaume siku hizi wanazeeka tu, mtu ako 30 years. Hata ako 25 years. Na hana hata girlfriend peke yake. Ona wengine wale wananiangalia na wananichoka. Si utafute uoe bwana. Bwana asifiwe sana. So sio vema mwanamume awe peke yake. Na mwanamke ni ubavu ya kuchunga mwanamume. Mwanamume akuwe stable financially. Mwanamume akuwe stable socially. Akitembea huko kijijini, watu wanasema huyu mwanamume apewe nafasi ya kazi. Akiongea kwa wazee wenzake, wanamsikiza. Kwetu mambo ni magumu sana. Mtu kama hana bibi anaitwanga mtoto. Kama hana mke anaitwa mtoto. Hata kama amejenga nyumba kubwa mansion yake, watu hawaitaki. Huyu Dennis kama angejenga nyumba kubwa modest, watu kwa tunaenda huko. Lakini vile umekuja, utakuwa unaona ndugu zake wanakuja, utakuwa unaona shemeji zako wanatembea hapo, wazee wanakuja tu hapo, na wakikuja wanataka kuona huyu mwanamke amefanyaje huyu jamaa kwa stable. A man must accept to lose a rib, one of his ribs, so that they may become stable na kuwe strong in life. Mwanamume mwenye hajapoteza rib yake, tafadhali enda ulale usingizi. Enda ulale kabisa usingizi, na Mungu akuhurumie na hiyo usingizi, kwa sababu sio vizuri mwanamume kulala tu. Mwanamume akilala ni vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Yes, atengenezewe ubavu, achukuliwe ubavu, atengenezewe mke. So you must make this man stable. You must make him attractive.
Tunataka hiyo ngozi ibadilike. Tukimwona siku chache zinakuja kwa anafanana na wewe. Kwa anafanana na badilika. Hata ile kicheka anacheka ya kukecheli. Ile kicheko, ukiona hiyo kicheko ni ya kujilazimisha tu, sio kicheko halisi. Tunaona sasa, tunataka tuone akianza kucheka na hata watu wanasema, na hapa anaangalia tu simu yake. Anauliza wenzake huko sokoni, ati umeonako wa kwangu? Sasa akasema bwana, anauliza wenzake huko sokoni kwenye ametoka, ati umeonako wa kwangu? Ati umeonako baba watoto? Usichunge mwili, chunga moyo ya mwanamume. Moyo ya mwanamume na tumbo yake sikichungwa, atakupea kila kitu. Watasema ulimkalia chapati, sio kumkalia chapati, ni kuchunga tu. Ukichunga moyo, kila kitu itakuwa. Mwanamume haja yake ni kushiba. Si ndio wazee? Haja kubwa ya mwanamume ni kushiba. Na mwanamume akishiba anakuwa mzuri sana, anafurahi sana. Si wadanganya, jaribu mtaona. Wale mnatesa waumezeka. Unampigia chapati mbili unafikiria ati ameshiba. Ukipiga ugali unapika ugali kadogo. Na tunamwambia ati juzi nilipika ugali mingi au kushiba. Wewe pika tu ugali yote weka hapo. Ashibe. He will feel so good. Praise the name of the living God. Shida kubwa dunia hii. Shida kubwa dunia hii ambayo imeingia katika ndoa ni watu kufikiria tuko sawa. Ni mke kufikiria ako sawa na mumewe. Of course, we are equal before God. I'm not saying this nikipea huyu jamaa ruhusa ya kwenda kunyanyasa huyu msichana. Ile muda Mungu alichukua kutengeneza wewe, ndio ile muda Mungu amechukua kutengeneza msichana. Na hata nafikiri anachukua muda mwingi sana kutengeneza. Ona, au mwaiti malaya, siku hizi mipango ya kando mnaita nani? Slay queen. Slay queen. Wanaita slay queen. Ukisikia mtoto wako anasema ninaenda kuslay town, na nikasikia anakuambia mama leo naenda kuslay town, anaenda kuwinda wanaume ya watu. Na wako wengi tu, wako wanaume wengi, hata hapa wako wameniangalia. Na akitoka hapa ataenda kwake. Sio ni aibu sana? Bwana asifiwe sana. Yaani Mungu amekutengenezea kitu kizuri. Mungu amekupatia kitu kizuri. Lakini wewe unafikiria ni kitu kibaya. Acha siku nyingine ugonjeke. Biblia inasema hivi, that marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Acha nirudie haya maneno, kuna mtu mwingine amejisikia, na ikiwezekana nitarudia sijui mara ngapi. Ninaweza kurudia mara mingi sana. Ndio ujue kwa nini hautaenda mbinguni. Hautaenda mbinguni eti kwa sababu unajua, huwezi kwenda mbinguni eti kwa sababu unajua kutoa fungu la 10 kanisani. Eti kwa sababu umejenga kanisa na pesa yako. Eti kwa sababu unajua kuimba. Eti kwa sababu unajua maombi. You will be judged by the way you take care of your marriage. Hapo ndio hukumu itakuwa kali sana. Hivi ndivyo Petro anasema, marriage, Paul, marriage should be honored by all. Everybody must honor a marriage. Everybody. Mke wa mtu sio mke wako. Mume wa mtu sio mume wako. Unapata mwingine anapenda kuhaka bibi za watu na hawezi kuhaka bibi yake. Sijua anakuanga na pepo gani hii. Heshimu huyo mke ako na mume. Heshimu huyo mume ako na mke. Acha kuchezea mabibi za watu. Unashika mabibi za watu na wewe hutaki mtu ashike bibi yako.
heshimu ndoa ya mwingine. So ndoa ya Dennis na Modesti iheshimiwe. Bwana asifiwe. Hapana toka hapa unaanza kusema hata huyo msichana mimi sikuona kama Dennis alichagua vizuri. Angekuchagua wewe. Ati sioni kama wataishi. Kwani wewe ni Mungu? Badala ukae hapo ukiomba huko tu umejaza mazubazo ya kishetani kwa akili yako. Undulele bangazo malako la keki sanga. Which level you get? So chengo wa keki. Siku hizi maduka imejaa makeki. So ndio kule. Marriage must be honored. Secondly, this marriage must be kept pure. One man, one woman forever. Na by the way, bedroom yenu sio mahali pa kusolvia problems. Sio mahali pa kukosana na mtu anaenda bedroom kulia. Hapana. Hapana. Kama kuna mtu ameleta kitanda kubwa hapa, hiyo kitanda mimi nini? Hawa wanahitaji kitanda ya 2x6. Kama kuna nitaangalia hizo mazawadi siku hapa, hii kitanda kubwa inahitaji watu kama sisi sasa. Sisi tukilala tutakangi story, utalala tu usingizi. Lakini nyinyi lazima muongee. Yaani ukigeuka hivi unagonga mwenzako uso. Na mnaamka mnaanza kupanga maneno yenu. Bedroom isiwe mahali pa kuweka silaha. Bedroom ni mahali pa muhimu sana. And by the way, I've been telling people ya kwamba hata nani akuje kwako asilale kwa bedroom yako. Hata nani siku moja tu unafungua mlango hivi unapata President Ruto amesimama hapo anasema nataka nilale kwa nyumba yako, peleka yeye kwa nyumba ya kondoo alale. Peleka yeye kwa jikoni alale. Lakini kitanda yako ni wewe peke yako na mke wako. Kitanda iwekwe pure. Keep your bed pure. Kwa bedroom kwetu na kitanda peke yake. Kitanda peke yake. Hata kuotafuta mahali unaweka. So if you feel to dance hapo and you want to dance naked and you want to show all styles za dance, unafunga mlango ya bedroom. Hata ndugu yako akigonga huko nje, wewe unaendelea tu kudance kwa hiyo bedroom yako because ni mahali pa muhimu sana. Ni mahali pa maombi. Kama amjuani bedroom ni mahali pa uumbaji. Is a place of creation. Na mahali Mungu anafanyia kazi yake sio mahali pa kuchezea. Ameonanga watoto wakitoka bedroom. Bwana asifiwe sana. Nyinyi mmepewa ruhusa watoto wenu watoke bedroom, sio msituni. Kuna watu wanatoanga watoto msituni hapa. Kuna watu wanatoanga watoto hapa kwa hizi lodgings ama zingine zinaitwa Airbnb. Anaenda huko siku moja anakuja na mtoto. Na watoto wengine hawawezi kubarikiwa. Lakini watoto wa bedroom, hata kama bedroom haikai kama bedroom, haina mlango, ipo tunakapasia hapo, Mungu anabariki hiyo bedroom, wafalme wanatokea. Bwana asifiwe sana. So your bed must be pure. Then number 3, God will judge the adulterer. Kama kuna dhambi mbaya, Mungu anachukia. Sisi wakubuzu wakubuzu kolanga wazee, kolanga wazee, kolanga wazee. Kolanga kulibuna. Uhobani. Yani buwe. Na rumu kasema bikire bibi yangu wangu wa bikire. Bibi mpo ya komba bikire. Mwanamke ameolewa lakini hajuangi kama aliolewa. Mwanamume alioa lakini haelewangi kama alioa. Aibu sana. You know, adultery is comparable to idolatry.
Na kama kuna vitu Mungu anachukia ni kuona watu wale ameinua mwenyewe wanainamia miungu. Why God punished Israel was because of idolatry. And why God will punish most of us is because hatutaheshimu vitanda zetu. Hatutaheshimu bedroom zetu. Bwana asifiwe sana. Si Mungu awabariki sana. Father, we want to thank you. We want to thank you because of this day. We want to thank you because of giving us this opportunity to share your word. I want to thank you, Lord, for every marriage represented here. I want to thank you because of every man and woman seated here and they are serious in their marriages. I want to thank you, Lord, and pray for them that you keep them intact and strong in that marriage in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord, because of these two who are here. And Lord, as they intend to live together as husband and wife, you become their master, you become their king, you become their provider, na unawatenda mambo makubwa makuu ambayo hatujaona duniani. Pokea sifa na utukufu. Na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndoa ni kitu takatifu na tumekusanyika hapa leo hii kushuhudia ndoa. Utakaji anza kujua nitolee hapa. Kuja. Toa hii kitu. Asante sana kwa kuwa mwepesi. So ndoa ilianzishwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe katika Garden of Eden, na ilikuwa ndoa kati ya mwanamke yeyote ana sababu halisi. Kama kuna mtu yeyote ana sababu halisi ya kusema ndoa hii isiendelee, na aseme. Na kwa sababu umeamua kunyamaza, nyamaza tu hivyo mpaka siku ile utakufa na unaongelea pale. Uko sawa? Okay, uko sawa. Niko sababu ya kufanya ndoa isiendelee. Kuna sababu kati yenu ya kufanya ya kwamba ndoa hii isiendelee? Hapana. Niko sababu. Hakuna. Wapigie makofi. Watu wengine wanafikanga stage hii usiku anaota mama yake ama nyanya yake mwenye alikufa anamwambia usifanye hiyo. Lakini hawa hawana ndoto kama hizo. Wapigie makofi tena. Sasa nani ananipea huyu kijana akakuwe mwanamume? Ni nani ananipea huyu kijana akuwe mwanamume sahihi sana? Na DJ ukisikia tafadhali nipee kijana. Ni nani ananipea huyu msichana nimupee nyumba? Yes. Wako waabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa utukufu ni wewe Mungu, wenye
Pigia hawa wazazi makofi. Si walifanya kazi? Si walifanya kazi jamani? Asante sana. Kwa hivyo nataka tumseme maneno ya baraka kwa mtoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Msamaha katika jina la Yesu. Ninatoa kijana wangu Dennis kwa msichana wangu mpendwa. Nafikiri wamependana nasi tunampenda. Tumesema Dennis, huyu msichana tumekupa kiasi. Usimteze, umchume kama zawadi yako ya siku ya leo. Mbele ya umati huu ni ushahidi wako. Walisema ati jua nyumba yako uitunze, utaishi salama. Na hiyo baraka inatoka kanisa hii, fanya nyumba yako iwe na baraka, uwe na mali. Ukiangalia msichana mwenyewe na metameta, usije kumpa kikwazo kwa nyumba. Mimi nataka kurudia hapo kwa mali. Mali kama ni pesa, hebu sema mambo ya pesa vizuri. Mambo ya pesa, akwe na nini? Akwe na pesa. Rudia tena. Alafu hiyo pesa, hiyo ndio pengi yako. Sema na wewe. Upande ya pesa, kama yuko mfuko hii, mwenye anachukua nini, shida yako ama siri yako ni msichana wangu. Sio mtu mwingine. Asante. Ukiwa kwa huko mambo yako. Mama na yeye aseme mama. Nataka uongee baraka juu ya mtoto wako. Wewe ni mtoto wako? Yes, wa kwanza. Wa kwanza. Yes. Anaitwa kifungua mimba. Yeye sasa. Your second boyfriend. Yes. Ndio huyu hapa. Basi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nashukuru Mungu mbali nimetoka nimefika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwanza nashukuru Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashukuru mbali Mungu amenitoa kufikisha hapa. Huyu ndio mtoto wangu wa kwanza. Na vile pastor alisema pasia, wakati nilipata huyu mtoto, nilikuwa tu kwa nyumba ya matoto. Na pasia tu tena mvua inanyesha na nyasi. Na nikavumilia mpaka huyu mtoto akafanya nini? Akapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Hata sikujua naweza kupata nyumba, nipate mtoto kama huyu, ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka useme kitu juu ya maisha yako. Sasa mimi juu ya maisha yake namuombea tu baraka mingi. Kwa kila jambo, kwa kila hali, kutembea, kukula, kufanya chochote, namuombea akuwe na hiyo baraka. Heshima kwa wazazi, heshima kwa kanisa, heshima kwa wachungaji, kila mahali popote. Akuwe na hizo baraka na moyo wa kulinda watu. Mbarikiwe. Mimi ninaongezea mama na baba, uzae watoto, uzae wafalme, uzae mpaka uzae governors. Na nini kesho mtaanza kumuuliza ati atuoni wajumbe. Na mtaki kusemea ati hatutaona mjumbe. Hebu nisikie mama Modest aseme. Hapana, mlikuwa unahubiri. Mtaki kusema baraka sio mahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Yes, amen. Haleluya wapendwa. Amen. Nashukuru Mungu kwa maana yeye ni mwema. Nikimshukuru Mungu kwa kunipea Nea Modesti, msichana wangu ambao ni first born. Modena mpenda tangia akiwa ndani ya utumbo wangu. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa kunipeania yeye. Modena nataka kusema asante kwa kuniheshimisha namna hii. Asante kusimamia Mungu namna hii. Jambo ni kwamba Modesti, unapoenda kwako, unapoenda kuungamana na kijana yangu, nataka mkuwe watu wenye afya nzuri, mwe watu wa kumuogopa
kuogopa Mungu. Katika nyumba yenu mkasimamie Mungu. Na hakuna chochote amtapata. Na wabariki nikisema ya kwamba Mungu akawabariki na watoto. Amen. Sasa ni chini. Tunawabariki sana wazazi. Mungu awatende mema. Mungu awasaidie. Amen. Tungekuwa na wakati tungeimba tucheze, but time imeenda sana. Please go ahead. Na ukiwa hapo na simu yako pia unaweza angalia, usiangalie huku sana. Unaweza toa simu yako ukaangalia kama kuna WhatsApp wamekutumia hapo. Ama pesa imeingia, usijali, unaweza angalia tu simu yako, usiangalie huku sana. She's the one. Asante sana. Hebu msalimie sasa. Msalimie. Asante sana. Alafu msonge hapa penye niko. Hivyo tukule mkono msonge. Kwa msimama tu hivi mwangalia na msonge. Asante sana. I, Dennis View, do take you. Do take you. Do take you. Modesty, Aega. To be. To be your lawful wedded husband. To be your lovely wedded husband. Sorry. To be your lawful. To be my lawful wedded wife. Sorry. To be my lovely wedded wife. Lawful wedded wife. Lovely wedded wife. Wife of my choice. Wife of my choice. From this day. From this day. To live with you. To live with you. I will love. I will love. I will honor. I will honor. Respect. Care. And protect you. In all varying circumstances of life. In all varying circumstances of love. For richer, for worse. For richer, for worse. For better, for poorer. For better, for poorer. In sickness and in health. In sickness and endurance. In sickness and in health. In sickness and in health. And forsaking all others. And forsaking all others. And cling to you alone. And cling to you alone. All the days of my life. All the days of my life. And this is my vow. And this is my vow. Amen. Pigia makofi. Do take you. Dennis Hayemba. To be my lawful wedded husband. To be my lawful wedded husband. Husband of my choice. Husband of my choice.
from this day on from this day on to live with you. to live with you. I will love you. I will love you. I will honor you. I will honor you. I will respect you I will respect you and care for you and care for you in all varying circumstances. all varying circumstances. For better, for worse, For better, for worse, for richer, for poorer, for richer, for poorer, in sickness and health. in sickness and in health. I will forsake all I others will forsake all and others cling to you alone and cling to you alone all the days of my life all the days of my life till my death. till my death. This is my vow. This is my vow. Amen. Tuko na ishara yoyote ya kwamba mmesema haya maneno? Ishara yoyote? Nimesiona baraka, sema sema. Dear Lord, we thank you for these rings. We bless your name. As they minister to it, Jehovah God, you are present. Bless these rings. Bless their lives. In Jesus' name I pray. Amen. So nataka mwenye aliona mwingine wa kwanza, mwenye aliona mwingine wa kwanza ndiye anakuwa wa kwanza kuchukua pete. Ndio. Okay, chukua pete yako. Hiyo pete sio yake, ni yako. Akitoa mtu kwa kupea ruhusa, na mimi pia nimepea ruhusa. Utakubali kufungwa. Hiyo usiwahi toa mahali popote. Unless mimi nimekubali utoe na bwana yako na pastor yako. Usijaribu kutoa bila ruhusa yoyote. Kwa hivyo nataka uchukue mkono wake wa kushoto, kidole cha nne. Fanya hiyo pete iko na shida kweli, iko na shida gani? Sawa. Sasa nataka uinue hiyo pete juu na useme haya maneno. Sema Modest Hayega. Modest Hayega. You are the love of my life. You are the love of my life.
And from today, we shall share our life together. We shall share our life together. Through all circumstances of life. Through all circumstances of life. This ring. This ring. This ring. This ring. This ring. Is a token of my love to you. Is a token of my love to you. I promise to love. I promise to love. To honor. To honor. And respect you. And respect you. From today, you become the flesh of my flesh, the flesh of my flesh, and the bone of my bones, bone of my bones. Your people shall be my people, and where you stay, we shall both live. We shall both live. We shall both live. And your God, and your God, will be my God. Will be my God. So I give you my ring. I give you my ring. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. Amen. Tafadhali piga makofi vizuri. Asante sana. How does it feel? Kuinua vizuri. Na mwanamume anakaanga pale na mate tembeka saa yote. Good. Sasa ugote. Chukua pete yako. Hiyo pete ni yako, sio yake. Ni ya nani? Ni yako. Ukiamua kumnyang'anya unamnyang'anya. Yaani ufunge yeye kabisa. Funga yeye kabisa. Mpaka mama yake asante siku hizo umemkalia chapati. Funga kabisa. Na usisikie watu wanasema, hata wakisema umemkalia chapati wani ni bora umefunga yeye. Hebu shika mkono wake wa kushoto. Na unamwangalia uso yake uone ana furaha ama mtoto amechikaza. Watu na mwanamume ambaye hajakuwa na bibi hata kujaribu kufurahi sura haionyesha. Sasa sema haya maneno. Dennis Haemba Simiyu. Dennis Haemba Simiyu. You are the love of my life. You are the love of my life. And from today on. And from today on. We shall share our life together. We shall share our life together. Through all circumstances of life. Through all circumstances of life. This ring. This ring. This ring. This ring. Is a token of my love. Is a token of my love. My love to you. My love to you. I promise to love. I promise to love. To honor. To honor. And respect you. And respect you. Through all circumstances of life. Through all circumstances of life. Your people. Your people. Shall be my people. Shall be my people. Where you stay. Where you stay. We will both live. We will both live. And your God. And your God. Will be my God. Will be my God. So I give you my ring. I give you my ring. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Spirit. And of the Holy Spirit. Funga kabisa. Funga kabisa. Mtu asije kukusaidia. Hebu mwambie yeye. Kuna wasichana wanakaanga hapa ndani kusema. Kuna kitu kingine naweza mimi kusema. Anyone, yani ya mistari hivi. Hebu tuone mistari tuone. Modesty Haemba Shipanda. Today, I declare you, as it has been done to church, that you are the love of my life. I will love you. I will treasure you. I will support you in any way. Whenever you are down, I will support you. I will always be there for you.
not only for good times, also for hard times. So I pray to God that may God fulfill those wishes and let God bless our marriage. Dennis Haemba Sibeli. Today, on the 9th of August 2025, it will always be evident that people witnessed our marriage, and I wish that God will always make this covenant to be true. Let us not forget, and let us not go out of the word of God. Let us always remember. Thank you so much. In their house, may God give us that favor, that the wishes are granted. In Jesus' name. Sasa hii nyumba ya Kiingereza ndio. Usiwatembelee kwao na unaenda na Kibugusu. Unaenda huko na Kiswahili ya wapi huko utashindwa na hao. Itakuwa mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tuko pamoja kanisa. Tuko pamoja. Sasa nataka nikupe ruhusa. Wewe umekaa hapo umekaa sana. Ukiona usimame. Ustretch kidogo. Ukiona uongeleshe kwa jirani hapo muongeleshe. Muongeleshe na hii simu yako mbona inapenda kulia kanisani? Yes. Muongeleshe muulize hata uko kwako ngombe zinaendeleaje? Nilisikia juzi walipigia kondoo umeenda kwa chief hapa hujaenda. As I give Dennis the first chance to kiss the bride. Please. Go ahead. Na nyinyi msikie vile nimesema. Watu wapige story. What was and Dennis have accepted to be joined together in marriage, I pronounce them husband and wife in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Wahubiri wasonge hapa, Bishop John na wahubiri wengine tusonge hapa, tunapopata worship ya ufupi tuweze kuombea. Wahubiri wasonge hapa, tunapopata worship ya ufupi kisha tutaweza kuombea wapendwa. Worship tafadhali. Worship. Twasema
Bishop ataomba, alafu mimi nitamalizia. Tuombee jamii hii vile Roho wa Bwana atakuwa anakuelekeza. Mimi kisha nitamalizia. Just raise up your hand. Heavenly Father, we thank you. We bless your holy name. Thank you, Jehovah God, for the far you have brought Dennis and Modi. You've been with them from the time they were children up to this moment. As they enter another phase of their lives, we come here as a witness that Jehovah God, you have done good to them. And today, oh God, even as they start this marriage, we have come to bless this marriage in the name of Jesus. We are praying that God, they are blessed as they go out, as they come in. They are blessed, oh God. Bless the work of their hands. Bless everything they put on their hands. Jehovah God, they are going to prosper. You are going to bless them with many children. You are going to protect them, oh God. This time, we come against every powers of the enemy that may come to interfere with this marriage. In the name of Jesus, we come against every spirit of the bad things. We refuse them in Jesus' name. And we declare this marriage permanent. In the name of Jesus, you are giving them victory. You are giving them prosperity. You are giving them good health. With long life will you satisfy them. Jehovah God, we thank you because you love them and you care for them. Everything good shall come upon them. The grace of God shall reign upon them in a mighty way. Wherever they go out, they are blessed. When they come in, their baskets are full. Whatsoever they put their hand onto, they will get favor. In their places of work, favor will follow them. Thank you, Jehovah God, for this family. Thank you for the children. Thank you for everyone. We bless you. We give you glory. We pray this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen, amen, and amen. Bado tunaomba. Baba mtakatifu, tunataka tukupe heshima zote. Heshima zote za siku ya leo za mbingu na dunia tunakukabidhi wewe. Asante Mfalme kwa sababu imekupendeza ukafikisha ndoa hii hatua hii mtakatifu. Ukaifikisha mwanzo, na mwanzo ambao ni mwanzo bora. Baba, tunakushukuru kwa sababu mwanzo unaoanza katika jina lako ni mwanzo utakaofika mwisho kwa neema na amani. Wewe unasema ajengai kama sio wewe unajenga afanya kazi bure. Ujenzi wa ndoa hii Baba, tunaikabidhi mikononi mwako. Wewe ndiye msingi na mjenzi wa ndoa hii. Tunayo furaha kwa sababu ndoa hii itadumu, itapita changamoto zote katika jina la Yesu. Itashinda kila mawimbi, itashinda kila mafuriko, itashinda kila laana katika jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba utakuwa Mungu upande wao, utakuwa baba yao, tena utakuwa mama yao, utawapatia mahitaji kutoka kwako mbinguni. Tunaomba Bwana utawatetea mbele ya watezi wao, vile ulitetea Daudi, hata na utaandaa meza mbele ya watezi wao. Hata katika shida watauona mkono wako na watasherekea. Tunaomba kinyume na giza, naomba kinyume na maneno maovu, tunaomba kinyume na laana za wazee ambao hawakutambua wewe na huenda wakanena maneno juu ya vijana hawa. Tunakataa haya maneno. We cancel those words. We declare them powerless now. We paralyze those plans today. In the name of Jesus. Thank you, Lord. You will bless them with long life. You will bless them with joy. You will bless them with happiness. You will bless them with money. You will bless them with food. You will bless them with riches, with good houses, O Lord. They will prosper in the cities. They will also prosper in the rural areas. They will prosper
watainukiwa, watakaribishwa, kwa sababu neema yako itakuwa inaambatana nao. Bariki wazazi wao, bariki baba na mama, wafurahie matunda ya utoto wao, kwa wewe ni Mungu. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. God bless you. Nisaidie wasimame. Asante wahubiri tunapoketi. Asante sana. hizi, na kwa sababu hiyo ninawapatia hiyo, na Mungu awabariki sana. Shika hivyo tu. Baba wetu Mungu wa majeshi, tunakuheshimu kwa sababu ya cheti hiki, tunakuheshimu kwa sababu wewe umekubali Modesty na Dennis wakae pamoja kama mume na mke, na hata mbele ya serikali ya Kenya wametambuliwa hivyo. Kwa Mtakatifu, nakabidhi cheti hiki mikononi mwako kuwachungie unapozidi kuchunga ndoa hii, na kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. And finally, ladies and gentlemen, I want to bring before you the newest couple in the world, Mr. and Mrs. Dennis Aemba Simiyu. Amen. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mema. Mkae katika ndoa na upendo, na itakuwa vizuri sana.
nione pale mnakaa. And then from there we shall start a new journey with you. Mimi nikiwa katikati yenu kuwasaidia kwa njia nyingine ambayo Mungu atapenda. Wachukuni wanataka sana kuliko kitu kingine na tutabarikiwa sana. Thank you so much. Can we clap for them as we move to a place where they can sit? Joy and gratitude towards God. Hana maneno ya kusema jinsi anahisi. Yaani inamaanisha hizo hisia wacha tu. My sister, the newest Mrs. in town, Mrs. Dennis. How are you? Unahisi aje sana? Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Wakati umefika. Mimi nikiangalia programu yangu wakati wa kutembelea mautamu kama hii ndoa ya kina Dennis. Hii keki ni kama hii ndoa. Ni tamu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tujitayarishe, tujiweke tayari kwa ajili ya I just wanted to say, won't you please stay, 'cause I'm falling, oh I'm falling in love with you. All the husbands, come on, sing it to her. Oh, I'm falling. Don't look at Don. I'm falling. I'm falling in love with you. In love with you. Deep into her eyes. In love with you. Oh, baby, with you.